lives today. Nataka tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya siku hii, Alhamisi hii ambayo Bwana umetupatia nafasi ya kushukuru jina lako, ya kutukuza wewe. Mfalme, tunaposhiriki neno lako, wacha liwe baraka na maisha yetu ikapate kubadilishwa kupitia kwa nguvu zako. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako. Kwa jina la Yesu Bwana wetu tunaomba. Amen and amen. Mungu awabariki sana. Karibuni sana katika jina la Yesu. Niko tayari kuwaletea tu neno la Mungu kama vile tulipata kuahidiwa na timu yetu ya media ya kwamba leo tutakuwa na nafasi ya mafundisho. Leo sio ile podcast ya kawaida ya interaction, lakini ni mafundisho ili tukapate kuelewa na tukapate kufahamu umuhimu, kwa nini nguvu za Mungu ni muhimu katika maisha yetu siku kama ya leo ama nyakati kama hizi. Nilisema katika ujumbe wangu ya kwamba why power is necessary in this generation. Kwa hivyo tutapata kuangalia hiyo, tupate kujua why power is necessary. Hakika itakuwa vizuri sana uelewe why power is necessary. Na hii tutaangalia katika neno la Mungu na tutaelewa pia vipengele chache. Nitapata kueleza mambo karibu 5 kwa nini nguvu za Mungu zinahitajika katika maisha yetu, na itakuwa ni vizuri. Katika kitabu, tutaanza katika kitabu cha Luka 10:19. Luka 10:19, na itakuwa ni vizuri. Na pia kama unatazama unaweza confirm mahali huko ya kwamba unatutazama ukiwa wapi. Na pia kama inawezekana shiriki na wengine baraka za jioni wa leo katika jina la Yesu, na itakuwa ni vizuri. Nataka tuangalie Luka 10:19. Luke chapter number 10. Luke chapter number 10 verses 19. Luke 10:19, in the name of Jesus Christ. Luke 10 verses 19. Yes. Thank you Lord. Biblia inasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Tasoma tena. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Mtu wa Mungu, nataka upate kufahamu neno hili alikutoka kwa mtu wa kawaida. Ili neno lilitoka kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye ndiye aliyeongea mambo haya, akaongelesha wanafunzi wake na akawapatia ikiwa ni uwezo, akawapatia nguvu, akawapatia mamlaka. Akasema ya kwamba nimewapa, ndio unaona anaanza akasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Kumaanisha ya kwamba hata adui ako na nguvu zake. Adui ana uwezo wake ambaye anatumia hata leo hii kunyanyaza watu wa Mungu. Ako na nguvu ambazo anatumia ili kuharibu maisha ya watu. Lakini cha ajabu ni kwamba Mungu ametupatia uwezo mkubwa. Mungu ametupatia mamlaka. Ndio sababu akasema, Yesu Kristo akasema, tazama nimewapa amri. Ametupatia sisi amri. Ametupatia sisi uwezo. Kiingereza anasema, behold I give unto you power to tread on serpents and scorpions. Na hii serpents na scorpions inalinganishwa na mambo ambayo tunapitia katika dunia hii. Inalinganishwa na mambo mazito, mambo machungu ambayo yanafananishwa na nge, ambayo yanafananishwa na nyoka. Na akasema ya kwamba he has given us the power to tread. He has given us the power to step.
ya kukanyaga, ya kuwaweka chini. He has given us the power. Akasema na hii nguvu itakuwa ni ya kukanyaga nguvu zote, na akasema over all power of the enemy. So the power that Christ has given to us is for us to overpower the enemy, is for us to step on the enemy, kukanyaga nguvu zake zote. Na akasema and nothing shall by any means hurt you. Nothing by any means shall hurt you, wakati tunategemea nguvu za Mungu. So ndio unaona hiyo ujumbe ambayo tumesema why power is necessary in this generation. Na nataka niende tu kwa mambo hayo matano very fast, na itakuwa ni vizuri. Jambo la kwanza, why we need God's power in our generation. Number one ni kwamba to avoid existing as a victim of generational wickedness. Why we need God's power in our generation. Tunahitaji nguvu za Mungu ili to avoid kuishi kama nini? Kama victims in this generational wickedness. Do you know we are living at a time, at a very dangerous time. We are living at a very perilous time. Nyakati ambazo uharibifu, wickedness iko katika hali ya juu. It is until we are equipped by the power of God. Otherwise, the enemy will have advantage over us. The enemy will fight us right, left and center, kwa sababu anajua ya kwamba we are powerless. And do you know what is happening with many believers right now? Many believers are not taking advantage of the power God has given to us. We are not taking advantage. One, right now tunasema, why should I have power? Mungu mwenyewe ndiye ataona chenye atafanya. We are putting everything unto God. Tunasema ya kwamba ataamua mwenyewe. Tunasahau ya kwamba he has given us the authority and power to do it. And that is why sisi pia ndio tunakemea shetani. Tunasema in the name of Jesus we rebuke you. We silence you. Now sisi tunatumia hiyo uwezo na mamlaka to silence, to tell him, devil, keep quiet. You can't have advantage over me. Now, so why we need this power in our time is that so that we may avoid existing. You know, kuna watu ambao wana exist in this generation, wana exist kama victims katika generational wickedness. They are existing like that. So we need, surely for this moment in our lives like this, we need to make sure that we are not victims in this time. We need to ensure that we are not victims by existing by depending on the power of God in our lives. We make sure that we depend on the power of God ili to avoid. Angalia katika in the book of Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. Thank you, Jesus. Revelation chapter 12, verses 12. Yes, Revelation chapter 12, verses 12 inasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkaao humo, ole wa nchi za bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akiugua ya kuwa ana wakati mchache tu. Unasikia hiyo neno? Mtu wa Mungu, sikia hiyo. Let me just read in English. Nasema, therefore rejoice ye heavens, and he that dwell in them. Woe to the inhabitants, or to the inhabitants of the earth, and the seal for the devil is come down unto you, having great wrath, because of he knoweth that he has but short time. Hebu sikia hiyo, mtu wa Mungu. So that you may avoid being a victim in this wicked time, when the devil is there, anakuja akifight with all anger. Hebu acha niangalie NIV na itakuwa ni vizuri. NIV tangalia kwa NIV chapter 12 verses 12 in the name of Jesus.
Hiyo inasema, therefore rejoice you heavens and you who dwell in them. But woe to the earth and to the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury. He is filled with fury. Unataka kuniambia yule mtu amekuja na hasira yote, ameshuka chini na hasira yote, akijua ya kwamba wakati wake ni mchache. Do you think he will spare you? Do you think atakuja kubembeleza, hey, wacha tu nikuhurumie? No. The reason why we need God's power in this generation at a time like this is so that we may avoid existing as victims of generational wickedness. Wakati huu ambapo mambo inaharibika, unasikia mzee ameua watoto wake, unasikia mama ameua watoto yake, unasikia mzee alichinja mama, sijui nini imefanyika. People are killing themselves. Imagine those people who love each other, waliokuwa wanajiita sweetheart, waliojiita majina yote mazuri. Right now we are killing ourselves because of the wickedness ambayo imejaa katika ulimwengu mzima. Hiyo wickedness, sisi tusipokuwa na nguvu za Mungu, hiyo wickedness inaingia, na hata as we speak imeingia mpaka ndani ya kanisa, imeingia mpaka kila mahali, sokoni, kila mahali tunafanya kazi. Watu hawataki kujua hata kwa afya mimba, hata saa hii kutoa, mtu anatoa watoto hataki kujua, mtu anaua hata hataki kujali, kwa sababu wickedness imekuwa a lot. Wickedness imekuwa nyingi. It is until we decide as the children of God, as the people of a nation, ya kwamba we will depend on the power of God. Mpaka tuamke kama Gen Z, tuseme ya kwamba hatutategemea nguvu zetu za kawaida, tutategemea kwa nguvu za Mungu. Wakati tutategemea nguvu za Mungu, hatuta exist kama victims of generational wickedness. Wickedness everywhere. Wickedness everywhere. Enda wapi? Enda kwa leadership, enda wapi? Wickedness. Tukitegemea Mungu, we will change the nation. We will change the lives of our families, of our generation, of the people we are leading. We will change it by God's power. Lakini kama hakuna, tutakufa, tutauawa. Sasa zingine tutasema ya kwamba we are seeking for justice, lakini unapata ya kwamba when we put it under the power of God, tutaleta revolution, tutaleta change kubwa. Hebu angalia in the book of Isaiah chapter 60 verses 1. Ukiona verses 1 inasema ya kwamba arise and shine for your light has come. Lakini ukienda verses 2 inasema ya kwamba darkness. Nataka uangalie hiyo kwa sababu hii ni baadhi ya vitu ambazo Mungu alikuwa anataka tuone jioni wa leo. Inasema ya kwamba darkness imejaa katika ulimwengu mzima. Darkness. I think I would love to read these scriptures na itakuwa ni vizuri. Verses 2 inasema, see darkness covers the earth and thick darkness over the people. Watu wa Mungu, hebu sikia hiyo. Darkness covers the earth. Alafu inasema and thick darkness is over the people. Can you imagine that? Darkness is covering the earth, but the darkness that is covering people is thick. Ile darkness imetufunika sisi kama watu ni mzito. Kiswahili, wacha niangalie kwa Kiswahili ili tupate kufahamu. Na naamini ya kwamba unasikiza vizuri. Kindly you can also share, just share. These are blessings to somebody na itapata kusaidia maisha ya mtu. Inasema kwa Kiswahili, maana tazama giza. Hiyo ni Isaiah chapter 60 verses 2. Maana tazama giza litafunika dunia, na giza kuu litafunika kabila za watu. Giza kuu ile inafunika watu, sio giza kidogo, ni giza kuu. Sasa hiyo ni wickedness. So in that kind of darkness, what we need is the power of God. Is the power of God. Nilikuwa nasikia habari fulani of another village, ya kwamba kwa hii kijiji there was a lot of wickedness, mpaka ilikuwa kwamba watu hawangeweza kuendelea. And in this village ilikuwa kwamba anybody mwenye angefaulu, mtu yeyote mwenye angefaulu angeweza kuishi. Wakiona umejenga nyumba mzuri wanakuua. Na kuna mchawi mmoja, mchawi huyu ndiye alihangaisha kijiji mzima.
Anytime there was a good thing, anakuja anakusalimia. Ati kijana nani amepata kazi, anakuja anamsalimia na huyo mtu ameenda. Ati nani amenunua gari mpya juzi ameleta, anakuja anamsalimia na huyo jamaa hawezi endesha hiyo gari tena, anakufa na anazikwa. So there was a lot of wickedness in this village until one gentleman akaamka na akasema enough is enough. Akamjua Mungu wake. Na alipomjua Mungu wake, wakati alisikia hivyo, aliomba, na wakati alirudi kwa hiyo kijiji, alienda na nguvu za Mungu. Na alipofika pale, that was the end of that witch. That was the end of that guy. Nitakuambia number 2, why it is important to carry this power. Kwa nini ni muhimu? Sasa zingine wakati sisi tunalaumu, hii watu wa miujiza siku hizi, hii watu wa nguvu, hii watu kila saa unasikia. Wewe unataka watu watumie nini? We are using the power of God to transform our world. If we don't use the power of God to bring down every demonic altar, we will become victims of this wickedness. Saizi unasikia mtoto mdogo amepata cancer. Unasikia wale ile kitu haiko inasikika saizi, kisukari imekuwa too much. Unasikia pressure imekuwa too much. Everything because of the wickedness. Chakula imejazwa sumu. Unapata unaenda unanunua chakula na ni mzuri umenunua kwa duka, lakini kuna mtu mahali ameweka sumu kwa hiyo chakula. Watu wanakula and people are dying slowly by slowly. What is happening? Wickedness of highest order. So for us to overcome in this at a time like this, it is for us to walk in the power of God. Tutapata ya kwamba kuna vitu zingine tutakuwa tunakula, lakini Mungu kwa nguvu zake atakuwa anatuhifadhi. Lakini tukichukulia tu maisha rahisi, tutapata ya kwamba we will exist as victims in this wicked generation. So that is why we need God's power, so that we avoid existing as victims. So nataka uombe usiku ya leo ya kwamba Lord, from today I will not become a victim of this wicked generation. By your power I will overcome every wickedness. Wickedness in my village, wickedness in my office, wickedness everywhere. Hata kuna watu wanafix watu kwa maofisi. Wacha tumfanyie hivi ndiye afanye. Wickedness. Wanataka kuleta promotion. Kwa nini huyu ndiye ameinuliwa? Wickedness, a lot of wickedness. So it is until you choose, brother. It is until you choose, my sister. Paka useme enough is enough. Kama hakuna hata utatoboa kwa hiyo ofisi. Unakorogewa hivi. Wanasema yeye ndiye aliiba kitu fulani na hakuna. Until you realize that. So that is number 1. Number 2. Reason why we need God's power. Why we need this power at a time like this. To bring all enemies into subjection. To bring all enemies into subjection. My brother and sister, there are many enemies. There are those who smile to us. There are those who are doing their things behind the curtains. They are doing many things. Hata wengine hatuwajui. Kuna wengine wanacheka na sisi. Kuna wengine wakati umepitia changamoto fulani wanajifanya hata hao ndio wanakupanguza saa hiyo machozi. Oh, pole my dear. Oh, like this. And all of them ni maadui. Hawana hiyo. Hata wengine wanajifanya marafiki zako wa karibu, but they are enemies. They speak ill of you. They do everything day and night fighting you to make sure that you go down. For you to overcome such a kind of a situation, for you to bring all enemies into subjection, you need the power of God. It is not stories. Oh, hata mimi nitamchukia. Oh, hata mimi nikimpata nitafanya hivi. There is nothing you will do. It is until you put them under subjection by the power of God. Genuine power of God. Hata ukisema utachukia, hata nikimwona nitamchukia. Utamchukia kama nani? Na wewe ni mtumishi. Na wewe ni mtu umeamini Mungu. Na wewe ni mtu Mungu amekusaidia. No. It is until you say enough is enough. I need to depend on the power of God to bring all my enemies under subjection. Wacha tuangalie in the book of Psalms, Psalms 66. Wacha tuangalie Zaburi 66. Tusikie vizuri. Sikia vile Biblia inasema katika Zaburi 66 mlango ndogo wa 3. Inasema ya kwamba mwambieni Mungu matendo yako yatisha kama nini. Imagine matendo ya Mungu yatisha kama nini.
kwa ajili ya wingi wa nguvu zako. Kwa sababu ya wingi wa nguvu za Mungu, sikia kile kimefanyika. Adui zako watakuja na kunyenyekea mbele zako. Kwa sababu ya nguvu zako Mungu, kwa sababu ya nguvu zako, maadui zako watakuja kunyenyekea. Sio kwa sababu ya wewe kuwa na pesa, sio kwa sababu nitawafinya ndio wajue. No, let me tell you. Kuna maadui hata ukisema utawafinya, they will become even the worst enemies in life. If you want to show them that you are of God, if you want to show them that you are called of God, if you want somebody will fight for you, it is only God. The only person who can bring your enemies into subjection, mwenye ataleta maadui zako chini ya miguu yako na kupiga magoti na kusema hakika huyu ni mtumishi wa Mungu, it is only God. There are many people who say hata huyu atafanya nini, huyu siwezi, nani ni mheshimu siku gani. There are those people and they are there. Hata wengine watasema over my dead body, this one sitawahi mheshimu, sitawahi muita mtu fulani, sitawahi kuwa namna hii. Don't worry. I want you to call upon the name of the Lord. Focus on the power of God. The power of God is able to bring all your enemies into subjection. They will all come down and they will say, for sure, your God is a true God. Do you know what? They will come to you when they need something ambaye si ya kawaida, something spiritual, something that they do not have, something that God has given to you. So focus on God, focus on His power, focus in everything. And this is why we need God's power in our lives. I'm talking about the genuine power of God. Sio ile watu wanaenda kuokota mahali pengine, sio ile watu wanatumia kwa uchawi na uganga. Kuna watu ambao wanatumia hizo, hata wengine wanafanya ushirikina. No, depend on God's power, God's anointing ambaye Mungu ameleta kwa nguvu za Roho Mtakatifu. So that is number 2. Ya kwamba to bring all enemies into subjection. So nataka tuende number 3 in the name of Jesus. Nilisema ya kwamba nitaleta 5 alafu na tutamaliza na itakuwa vizuri kwa jina la Yesu. Number 3. To overcome resistance and limitation in life. For you to overcome resistance and limitations. Unajua kuna resistance nyingi iko katika maisha yetu. Na for us to overcome this resistance, lazima tupate kujua kutegemea nguvu za Mungu. Tusipojua hiyo, mtu wa Mungu, utapata ya kwamba wewe utakuwa limited. Utakanyagwa, utawekwa chini. Hautakuwa kwa nafasi yako ambaye Mungu anataka wewe uwe. Utakuwa chini katika maisha yako yote. Yani you want to rise, you are not rising. You are in the same level every day of your life. Nataka kuinuka, nataka nifike mahali, you are not going anywhere. So for us to overcome this resistance and limitation in life, you must depend on God's power. Tusome in the book of Isaiah, Isaiah chapter 10. Isaiah chapter 10 verses 27. Isaiah 10:27. Thank you, Lord. If you are watching kindly, you can comment. Nataka nijue kama unatazama. Ninajua ya kwamba there are many people who are watching right now. Thank you very much. Thank you very much. Many people who are watching. Many people who are watching. Mungu awabariki sana. Nataka tu in the name of Jesus. Thank you, Mary Momi. God bless you for connecting in the name of Jesus. There are many people who are connecting kwa Piaro TV. God bless you so much. Before I proceed with that, allow me to just kuna watu ambao wameconnect kwa Piaro TV na kuna wale ambao wana connect kwa Joseph Elibach. Mungu awabariki sana. Mungu awatende mema. Keep commenting, keep sharing. It's a blessing wakati una share, wakati pia una comment, it's a blessing. Mahali unatutazama Mary, unaweza sema ni wapi
Alafu na pia unaweza pia sema kama unaendelea kubarikiwa, na kama pia uko na swali ungependa kuuliza, unaweza andika hapo na tutapata kujibu kwa hii wakati ambapo Mungu ametusaidia. Nataka nipate kuendelea na number 3. Number 3 hiyo ambayo tunasema ya kwamba is to overcome resistance and limitation. Nilikuwa nataka tusome the book of Isaiah chapter 10 verses 27. Isaiah chapter 10 verses 27, in the name of Jesus. Media, maybe if there are comments, kama kuna watu ambao wako na swali wengine, maybe you can give us the questions, maybe comments for those ones who are watching, itakuwa ni vizuri. Number 3, let me just read in the book of Isaiah chapter 10 verses 27. Inasema ya kwamba tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako, na nira hiyo itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Sasa hii ni umuhimu wa anointing. Anointing ni uweza wa Mungu juu ya maisha ya mtu. Ni nguvu za Mungu juu ya maisha ya mtu. Unaona, resistance na limitation inaletwa na adui ili kutufungia sisi, kutufanya sisi tusipate kuenjoy matokeo ya maisha ya Mungu katika maisha yetu. Mungu anataka sisi tuendelee, lakini adui hataki sisi tuendelee. Mungu anataka sisi tubarikiwe, lakini adui hataki sisi tubarikiwe. So unapata ya kwamba ili sisi tu overcome hii resistance na limitation, unapata mtu amekuwa limited mahali fulani. Mtu hata alimaliza shule vizuri na hataki, hawezi endelea. Unapata mtu alipata kazi lakini hakuna promotion. Unapata mtu alifanya jambo fulani na hakuna nini. Unapata ya kwamba you've been resisted by all means. Adui ameweka mabreak zake. Adui amesema ya kwamba I will make sure. That is the enemy. But let me tell you, we can overturn that. We can overcome that resistance and limitation by the word of God. We can overcome it. That's why unaona hapo Biblia nasema ya kwamba hapo mahali ambapo nimesoma katika Isaiah ya kwamba the yokes shall be destroyed because of the anointing. Yokes shall be destroyed because of the anointing. Because of the anointing, there are yokes that are limiting us. Yokes that are making us not to move. Yokes that are making us not to progress in life. They will only be broken by the anointing of God. When the power comes, when the higher power comes, ina break ile, inafunja ile, iwe ni nini, iwe ni ugonjwa, iwe ni nini. Kuna watu ambao wamemove katika maisha fulani. There was a day we were praying for certain kind of sicknesses, diseases and allergies. And kuna watu ambao walikuwa wameishi na hiyo kitu kwa muda mrefu. By faith, remember, when we were praying for these people, kuna ndugu ambaye alikuwa amechoka na asthma. Kwa sababu pia alikuwa na kitu alikuwa anataka kufanya. Akasema ya kwamba enough is enough. But you see, the anointing was enough to heal. The anointing was available to heal. The power of God was there to bring deliverance. That brother was delivered from that up to today. Anaweza piga somersault kwa fumbi, lakini jamaa ako sawa. Kwa sababu gani? Yeye ni goalkeeper, yeye anafanya kazi ya uwanja, na anasema ya kwamba ilibidi kwa sababu gani lazima apone. Kama hakuna, atakuwa limited in life, atakuwa resisted kufanya ile kitu ilikuwa nataka na Mungu alikuwa anataka kufanya. And there are many others ambao walikuwa na allergies za chakula. Until now the power of God came na ika break your cycle. So we need the power of God so that we may overcome resistance and limitation in life. So tonight you will pray for the power of God to break every limitation, to break every resistance. Ile resistance inataka ati wewe usifike mahali fulani, ati hautawahi toboa, ati kwa maisha yetu, ati kwa familia yetu hakuna mtu amewahi soma amefika university. Hiyo ni limitation imewekwa. Hakuna mtu amewahi drive gari, kuna mtu amewahi fanya namna hii. No, I want to tell you brother, sister, that is a limitation of the devil. We are breaking by the power of God. When you receive the power of God, you break it mpaka unashangaa. You will live a life that other people will begin to say, what happened to sister so and so? What happened to brother so and so? So it is only depending on the power of God. That is amazing.
By the anointing, every yoke must be destroyed tonight. In the name of Jesus. Ile yoke uliekelewa ndio usiende mbele. Hiyo leo ukatae. Kuna watu ambao wamefungiwa limitation na resistance ya kwamba hata oleka. Hata unapata familia iko na wasichana 5, 6. They are not married. They can't get married. You need power of God can break that cycle. Can break that pattern. Ama anaoleka anaenda anapewa mimba, anapata watoto 2 ama 3, anava anarudi kwao. Anaenda anapata mimba ya watoto 2 watatu, anarudi kwao. Pattern. How do you break that limitation, that resistance? How do you break it? Power of God. That is why we need the power of God in this generation. Kama hakuna, mtasema unajua kwetu, na mtasanya watoto, na mtaleta maisha mengine ambayo si sawa. You need the power of God. My brother, my sister, don't watch this broadcast today na wish sasa Mungu ndiye ataamua. No, you will decide today that I need the power of God in my life. I need the power of God to transform my life. Yes. Number 4. I'm rushing with time. Alafu nikuja sasa nianze kujibu maswali. Kama kuna swali na pia nisome zile comments tuko nazo in the name of Jesus. I have number 4, alafu number 5 nimalize na itakuwa ni mzuri. Good. Number 4. Why we need God's power? So that you may exist as a deliverer to rescue the oppressed. You exist as a deliverer. Why you need God's power? Can you imagine? Unahitaji nguvu za Mungu ili uokoe watu wa kwenu ambao wanahangaika. Wewe utaokoaje watu wa kwenu na wewe tena ni mfungwa? Wewe utaokoaje watu wa kwenu na wewe mwenyewe ni mfungwa? Ni mpaka wewe utembee in the power of God. Hapo ndio mahali ambapo wewe unaweza okoa wengine. You don't have to watch the people around you suffering and you are there. Imagine you are there helpless because you've not taken advantage of the power of God. Haujachukua advantage. Now the enemy comes and plays there and a joke. Hey, I know this one cannot do anything because you are powerless. Nani anaweza chezea askari mwenye yako na bunduki? Mwenye yako na risasi mbele? Hakuna. Mtu anajua hiyo kitu zaidi kiachiliwa mimi kwisha. Lakini mwenye ana fimbo, ana chochote, hata anapigwa makofi hivi na mraia wa kawaida. So for you to secure even your people, for you to exist as a deliverer for your people, to rescue your people who are oppressed, you need the power of God. Oh my God, you need the power of God. Power of God. Haikai kama bunduki ya kawaida. Nilikuwa naambia my people siku nyingine ya kwamba kama kuna silaha kubwa ambayo Mungu amepeana katika ulimwengu is the power of God. The power of God inashinda hata nuclear bomb. Inashinda nuclear weapons zile zinatumika. Ambayo ukiachilia kwa kambi ya adui, anakwisha, anatetemeka na anasema I don't know nani alileta huyu mtu hapa katikati. So for you to exist as a deliverer of your people, deliverer of the oppressed people in your home, you need the power of God. Kuna watu ambao hata walali usiku, ikifika usiku ndio wanahama hiyo boma. Wanahama kwa hiyo familia ati kwa sababu ati mapepo hii boma hakuna mtu atalala. Kila mtu anahama ati kwa sababu sasa hakuna mtu anaweza simama aseme no, I stop this in the name of Jesus. We can't continue like this. Napata kila mtu anahama. I got a story of another home where people nyumba zilikuwa zimejengwa nyumba nzuri nini, rooms are good, kila kitu ni mzuri, lakini there was nobody who could sleep in those rooms. Mtu akilala kwa hii room ananyongwa. Watu wanahama from one room to the other ati kwa sababu there are demons in that room. My brothers, my sisters, na Yesu amesema ya kwamba I give you power and authority. Hao mademons tu wanatafuta mtu mwenye atasema I am available. Mwenye atasema ya kwamba by the power of God over my life. Mwenye amejitakaza, mwenye amekubali, mwenye amejiosha. Watu wanaweza kukudhiaki, but wewe uwe msafi mbele za Mungu and begin to walk in the power of God. You will see amazing results. Utafukuza hizo vitu na wewe kuna watu watalala kwa boma yenu hata bila stress. There was another friend of mine another day alikuwa ananiambia pastor ati yeye alalangi na ati akilala mapepo wanakuja wanamnyonga nyonga, alafu pia anaota nyoka. Anaota nyoka kama
wanamfukuza. Sasa alikuwa ananiambia siku nyingine ati akilala anatoa Biblia anaweka kwa kichwa, analalia Biblia. Ati angalau akilalia Biblia pengine aone kama hiyo word ile iko ndani ya Biblia hiyo inasema ya protection itamlinda yeye. Anasema hiyo siku anapigwa, anashangaa kwa nini naendelea. Nikamwambia yeye sio hiyo Biblia ndio iko na nguvu ama iko na uwezo. That word it will have power ikiingia ndani yako. Wakati inaingia ndani yako ndio inakuwa na uwezo. Wakati unakuwa na knowledge of that word. When you have the knowledge of that word. Na wakati wewe umejitakaza, wakati umekataa dhambi, unakataa kuchanganya. Kuna watu hata wanasoma hii Biblia sana lakini wanachanganya, wanajichanganya, wanaweka dhambi, wanaenda na a lot of things, you know, they are mixing themselves. Paka demons anachukua advantage, wanasema what are you going to tell us? You know. Mpaka ile siku alikuja tukamwombea, nilimwekelea tu mkono, in the name of Jesus, from today you will sleep well. Alilala mzuri, aliniambia Pazi, "Woi, nililala mzuri kama mtoto." You know, the power of God came. It cleared that thing. Nguvu za Mungu ilipiga hiyo kambi ya mapepo. Wakasema, "Hey, there is an authority that came." So, na hiyo authority sio pastors, ni ya every believer. That's why unasikia alikuwa anasema, "I give you power and authority." He gave to us the power and authority. So, it is very, very important. Don't accept your people to suffer and you are there. Ati sasa huyu mtu, ati wewe ndio mtu wa kupeananga tu sympathy. Ati pole, sasa tutafanyaje? Wewe ndio ati wewe sasa ndio kila siku unasema nitakupeleka hospitali, nitakufanyia namna hii. No. Sisi kwingine utakasirika, utasema in the name of Jesus. You devil, you can't take advantage over my people anymore. Tunanyamazisha by the power of God in our lives. You become a deliverer to rescue the oppressed, to rescue your people. Yes. Yes, it is possible. You become a deliverer. You know, I want to tell you an example on this, then I go to number 5. You know, sometimes in our church, this is what I say. When I tell my people, as I declare the word of God, I declare with boldness. Because God has brought me into their lives as a deliverer. Mungu amenileta kwa maisha yao as a deliverer. I can't see them oppressed, alafu ninyamaze. I will do anything by all means. I will pray, I will fast, I will declare with boldness. Hata kuna watu wanasema na huyu pastor ni kama anaongea with a lot of arrogance. I'm not arrogant. I am only angry. I am very furious of what the enemy is doing to my people. When we already know what God has released for us. So wakati tunaongea hivyo, tunaongea tukisema devil, lift your hands. Toa mikono yako kwa watu wetu. Wakati tunaongea hivyo, we declare that life. Now, this has happened. There was a brother in our church ambaye one day alikuwa na accident ile mbaya sana. Na akapelekwa ICU. Alikuwa ananiambia they were around 8 in ICU. And like 7 people died, lakini ikabaki yeye peke yake. Anasema ile kitu ilikuwa inakuja kwa mawazo yake. Anasema alisikia ile word pastor yake alimwambia. Ati alisikia nikitangaza in the spirit ya kwamba you will not die, you shall live. Akasema picha yangu ikapita kwa akili yake nikideclare namna hiyo, you will not die. Hata yeye akaamini hivyo na akadeclare hivyo, I will not die. Kama vile pastor yangu amesema I will not die. Akaamini tu hiyo. And he came, he's alive right now. Yes. Maybe we'll share that testimony. Another day he will come himself and share. You know, it is possible. So don't exist as a victim. Exist as a deliverer for your people. Unazimama hapo, declare, even as a young boy or a young girl, as you stand. So that is why we need power. You cannot become a deliverer without God's power. It's very, very important. So, nataka niseme ya mwisho in the name of Jesus. Number 5. Before I go to number 5, you can comment there if you are getting it clear and if you are being blessed. Na kama unabarikiwa unasema, I am getting blessed. Kama unabarikiwa unasema, I am getting blessed in the name of Jesus. You can just say, if you are getting blessed, unasema, I am getting blessed. Oh my God.
Ooh, glory to God. Now, thank you. I think people are watching. There are many things that we are getting there. I will come to maybe before that. Let me just read something here. Oh, thank you, Jackson. Elder Jackson, thank you. Anasema ya kwamba I shall not be a victim of generational wickedness. Thank you so much. We have Christ Witness Lower, following from Machakos. Glory to God. Indeed, it is high time for generations to arise and depend on the power of God and deploy it, because wickedness is arising. Wow, that is true. That is true. Hallelujah. I'm learning something great here. Thank you, sir. That's amazing. Oh, Jenrain, Mungu akubariki sana. I'm not going to exist as a victim of transgenerational wickedness. That is true. Thank you. I will just come back to read this. God bless you. Dismas Karanga anasema I'm getting blessed. I will just come. I just want to read the last one so that we know. Alafu tutaomba in the name of Jesus. There are many servants of God who are watching. God bless you, servant of God. Bishop Vincent Wanga. God bless you, sir. God bless you, man of God. God bless you, Pastor Sami Konkara. Mungu akubariki sana, man of God. Allow me to finish, then I will come and read the comments, and also maybe if there will be a question, I'll be answering. Natakuwa ni vizuri in the name of Jesus. Number 5, why we need God's power in our generation today. To take our portion in life and destiny. Why we need God's power in our generation or in our lives today. Yes. To take our portion in life and destiny. For us to take our portion in life and destiny, we need God's power. Otherwise, the enemy is fighting from every direction. Is fighting to make sure that we don't get anything in life. There are many promises what the Lord has given to us, inheritance, unaona, ambaye Mungu ameachilia juu ya maisha yetu. Lakini sasa adui ata make sure that is fighting it day and night. Lakini wakati tunategemea nguvu za Mungu, when we depend on God's power, it will help us to take our portion in life. There are many believers right now who are believers, but actually when you look what is happening in their lives, you know, it does not reflect what Jesus is talking about. Why? Because they have not known about this. Hawajajua kuhusu hii. Hawajajua about the importance of the power of God in our lives. Maybe they existed not knowing. Wakisema ya kwamba Mungu tu mwenyewe ndiye ataona vile atanifanyia. But I want you to know this, servant of God, wherever place you're watching us. You need to take advantage of the power of God. Take advantage of it. For you to take your portion in life, for you to take your portion in life and destiny, you must take advantage of the power Jesus Christ has released upon our lives. The power the Holy Spirit has given to us. That's why unaona in the book of Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. You shall receive power. So that power, sio tu ya kulalia hapo, you know, I have power, but you don't demonstrate, no. And that's why hata Paulo alikataa. Akasema ya kwamba hata kuongea kwangu, I don't talk because I am eloquent, no. I am doing some things here. What I want to see is that I want to see demonstration of God's power so that people will not count on my education. People will not count on my eloquence. No. He wanted God's power in action. God's power in action. So let's read in the book of Obadiah. Obadiah 1. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. I'm getting blessed. I'm getting blessed myself. Yes, I'm getting blessed. Biblia inasema, but upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions. The house of Jacob shall possess their possessions. So if you don't take advantage of God's power,
You will not possess your possession. There are some things that are supposed to be yours. There are things that you are supposed to take, lakini you don't see them. Can you imagine? You are supposed to get certain things or certain blessings. Hizo blessings Mungu alisha release. Na kwa sababu ya ignorance, kuna ile inaitwa kutojua. Mtu anaishi kwa ile life tu ya like, I'm born again. Now I'm a Christian. Lakini hajawahi jua package hiyo iko na nini ndani. So unapata ya kwamba unakaa mpaka possession zako. You don't get your possessions. Do you know without knowledge, even a king can live like a slave? You live beneath your inheritance. Unaishi chini, yani unakuwa under. Your inheritance is there. Great things the Lord has released for you are there. But because you are not aware, because you've not taken the advantage of the power of God, you live beneath that inheritance. Unaishi kama maskini, unaishi kama mtu wa omba. Unapata ya kwamba even sometimes we ask God what he has already released. Paka hata anashangaa, but I don't have it here with me. I have already released. So we need to take advantage of God's power in our lives. Why? Because it will help us take our portion in life. Take our possession. Take everything that belongs to us. And in our destiny. Leo dada, mi nataka ukasirike. Ndugu, nataka ukasirike useme ya kwamba in the name of Jesus, enough is enough. Servants of God. Hatuwezi kaa tu chini. Mpaka saa zingine hata tunaji-encourage. Hata saa zingine kama pastors huwa tunaji-encourage. Tunasema ya kwamba heri kundi ndogo. Hata neno inasema ya kwamba heri nyinyi kundi ndogo. Mpaka tukataa, inafika mahali tunasema in the name of Jesus, I rebuke this spirit. Na kataa hii roho ya kukaa ya kumark time ya kusema ya kwamba ati heri unabaki hapo kwa nafasi kidogo, unasema tu unajua heri. No. Tunakataa hiyo. We begin to take our portion. How many times you had dreams, you had visions, ulikuwa unaona kama unahubiri kwa kanisa kubwa, unaona uko na umati mkubwa, lakini ati hiyo vision haijawahi timia. Destiny yako ni kubwa sana, tayari imeonekana. But what you are seeing, the portion, what you are seeing, the possession you have, sio hiyo. But the Bible says, in the mountain of the Lord, there will be deliverance. Yes. Bali katika mlima wa Zayuni, kutakuwako wenye kuokoka. Kutakuwa na ukombozi. Today, deliverance is coming your life. Is coming your way. Is coming to your business. Is coming to your health. Is coming to give you your portion in life and destiny. Yes. Nimekataa maisha ya kukanyagiwa chini. Nimekataa maisha ya omba. Nimekataa maisha ya kukanyagwa, ya kufanywa kiwete, ya kufanywa kipofu. Nimekataa katika jina la Yesu. Leo tunaenda kukataa hiyo. Na utakataa mtu wa Mungu. Usibaki tu kusemanga. Anyway, you see, Mungu ndiye ametuletea hii. If you receive it and begin to take action with it and pray about it, you will see amazing changes. You will see great things. Mungu atasema, that's my daughter. That's my son. Ameshajua ukweli. Ameshajua kile neno la Mungu linasema. So, that is the word for tonight. Hayo mambo matano, shika mtu wa Mungu. Shika sana. Na itakuwa ni vizuri. So, nataka tu nipate before we pray, I want just to go to read maybe some comments. I don't know if you have more there. Okay. Oh, you have them? All right. Apiaro TV. All right. Okay. All right. Thank you, Jesus. Now, thank you so much for those who are watching and those who are commenting. I want to just read some few comments. And for those who have questions, na itakuwa ni vizuri. All right. Can I have them? All right. Thank you so much. Thank you, Lord. All right. That is Sister Ellen Edapal anasema, I'm getting clear and I'm blessed, man of God. All right. Kuna mtu anaitwa Cora Abenyo. Mungu akubariki sana.
Cora Benyo anasema amen, Mungu akubariki. Anasema the limitations follow us because we don't break them and allow them to go away from us. Aha, that is it. And it's the power of God that can do that. Cora anasema the anointing and power of God moves in the righteous heart, not holding people in our heart. The person who is ready to receive it will have it. That's amazing. That is amazing. Na hiyo ndio sababu tulisema ya kwamba you know, some people sometimes they call themselves believers. I'm a believer, but wanasema sitasamea mpaka Yesu arudi. Imagine a believer saying sitasamea mpaka Yesu arudi. There's a problem. Do you think the power of God will work through such a person? It cannot. So alafu tena anasema the enemy happiness is to see a Christian falling and falling. That is true. Thank you sister Caro. Anasema watching from Kenya, Narewa village. Mungu akubariki sister. Thank you for following. May the Lord bless you. Nataka niingie sasa kwa Joseph. Thank you my team. Let me go to pia kuna page yangu Joseph Elibach. Let me read. There are people who are following us there. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. We are there. Thank you very much. Okay, I think I got it. Thank you so much. Now I want to appreciate man of God Bishop Vincent Wanga. Thank you so much, sir. Whatever place you're watching. Daktari Dismas Karenga, Mungu akubariki. God bless you so much. Anasema I'm getting blessed. Elder anasema I take advantage of the power of God in my life to take my possessions. Wow, God bless you. That's amazing. Do we have more there? If you have more, then okay. All right, I don't know if okay, right. Thank you very much. Let me Jen Rain anasema I'm not going to exist as a victim of transgenerational wickedness. All right, Jackson anasema I shall not be a victim of generational wickedness. God bless you, sir. Nalos Lobok anasema watching from Nairobi, Umoja One. Okay, Sami Conqueror, man of God, thank you. Nikiwa Kanamkemer, Mungu akubariki. Jen Rain, I think is this one anapeana kwa media team. Anasema ya kwamba sio kwa ubaya but apiaro, if you can do us justice when you do interview with ref, do it in English. Do it in English because that brings revelation in teachings better in English. Okay. Thank you. That's a good observation. Thank you. Sawa, Jen Rain. God bless you, sister. God bless you. All right. Maybe the media team will take that. I will also bring a message. I also love to do that. Sometimes we get concerned because of our brothers and sisters wale hawawezi sikia Kiingereza saa zingine. That's why saa zingine tuna mix so that everybody takes advantage of it. But we get you. Mungu akubariki sana. You are a blessing. May the Lord bless you so much. So I don't know whether there is somebody who has a question. You can drop the question. Na kama hakuna tutaomba na itakuwa ni vizuri in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I believe that you've learned a lot. I believe that you've learned something. That is very important. You need the power of God at a time like this. In our generation, this generation, it is necessary. Don't worry, watu wakisema ya kwamba unajua huyu ni mtu wa kuomba sana, huyu mtu ni wa kufast. Don't worry, do it. It is better for your family, better for yourself. Just do it. Hata wakisema umekonda sana, wakisema sijui umekuaje, focus on God. The generation we live is wicked. Everything inatafuta sisi. Kama hakuna, you'll become a victim. Kama hakuna, wewe ndio utatafutwa na baadaye watashangaa. Hata wewe mwenyewe utashangaa. The other day I was doing some deliverances to some people and another lady akasema
akasema ya kwamba we've been moving. Tulitembea tukitafuta wachungaji, tumefanya huu mwingine hivi, tumefanya mwingine hivi, lakini hapa umetuweza. Nikamwambia so agenda yako ilikuwa ni kukuja kuangusha watumishi wa Mungu. Ni kukuja akasema agenda ilikuwa ni weakening, to weaken them. But the power of God was available to arrest. It was available to set that woman free. So we need the power of God. We need the power of God. So I just want us to pray right now. And I want you to open your heart to God. Ya kwamba, Lord, I am tired. Yes, I am tired of being called Mkristo wa kanisa hii. Mimi ni wa kanisa hii. Mimi ni wa kanisa hii, and there is no power. And that's why unaona dunia inatuchekea. That's why watu wanacheka. In fact, that's why unaona sasa watu wanaanza kuleta madharau hata kwa kanisa. Kwa sababu there is no power. There is a lot of rhetorics. There is a lot of stories. We talk a lot, but there is no power. I pray in the name of Jesus that our hearts may desire to walk in the power of God. This is my prayer and my desire for you who is watching right now. For you who is connected. I know you sacrificed your time. You decided that today I am going to hear this message. It is my prayer that each and every one of us, despite your age, despite the gender, ati watu wanasema this is a small girl, a small boy, don't worry about it. You need to walk in the power of God. You need to demonstrate the power of God in this generation. I want to see a Gen Zs who move in the power of God. Gen Zs who move in the light of God. You pass in a village, you pass in a city, and you transform that city. You go to a home, you show the home ya kwamba God is there. As I pray that your spirit will burn with fire and desire for God. Desire for God. Desire for God. Kuna kijana mmoja wakati alisikia, huyo kijana nilikuwa naeleza story yake, wakati aliona kwao kijiji yao iko na hiyo tendency ya kuua watu, alisema ya kwamba today I am going to set a difference in my village. What did he do? Alimwambia pastor wake, pray for me. And do you know what the man of God did? The man of God akamwagi yeye. Akamwombea neema ya kushinda nguvu zote za mapepo kwa kijiji yao. When this gentleman went to his village, what happened? Wakati aliona ule mchawi mwenye amekuwa akiua watu sana, ule mchawi akasema, akaleta mkono akataka kumsalimia. Yeye akasema, no, I don't need to greet you na mkono. Baba, nimekumisi kwa muda. Akaambia mzee, kuja nikuaga. Why is he doing that? Kwa sababu pastor yake alimfanyia hivyo. Na pastor yake alisema ya kwamba as you go to that village, you will not live as a victim, but you will live as a victorious man, as a victor. You will bring a difference. Alipomwaga mzee, kumbe ameaga transformer, ameaga moto, ameaga stima. Mzee alianguka chini, and that was the end of that witch in that village. Do you know what? Tunaweza kuwa vijana wadogo, lakini we can move in the power of God and change our generation. We can move in the power of God and change our homes. We can move in the power of God and change our villages and change our cities. Here in Lodwar, Turkana, we can change Turkana County by the power of God, not by how much money we have, not by how much power we have, but by the power of God, the mighty God, we can change it. You can be in leadership position, but remember the power of God is more important. You can move in that power of God and change the generation. So this is my prayer for those who are watching right now, even men of God who are watching. Let us connect to the power of God. The Holy Spirit is there available for us. The Holy Spirit, and I release enablement, and I release the ability to change things, enablement. There are things that are going to shift in your life. There are people who are, the Holy Spirit is releasing things over your lives right now. I see there are many people who have desired that, Lord, I want to see you. Lord, I want to see your power. The Holy Spirit is releasing things over somebody right now. There is a shaking in your spirit, a shaking in your life again. There is a fire that is being transmitted to you again. Right now, there is that fire. I sense it in my spirit. I sense it in my spirit coming your way, coming to your spirit, activating you again. Desire for God. Even tonight, you will pray like never before. You know, you will pray like never before. And for this power to move in your life, to do things in your life, lazima you read the word of God, you pray, meditate, pray in the Holy Ghost, pray in tongues. Learn to pray in tongues, learn to pray in tongues, learn to meditate upon the word of God, learn to pray. Take advantage of these tools, take advantage of them, and you will begin to move.
in the power of God. Let's pray. Father, in the name of Jesus, thank you for today. Thank you for your mercy. Thank you for your word. Thank you for your love. I pray for everyone who is watching right now. I pray for every believer who is connected to Apiaro TV, who is connected, Lord, to any platform, to Facebook, to YouTube, whatever place they are watching, oh God, in the name that is above every name. Thank you for your enablement. Thank you for the authority and power you've given to us. Lord, I thank you for their lives, and thank you for this new day. Thank you for this wonderful time of the year. In the name of Jesus. Father, I pray that your glory will shine to each and everyone who is watching right now, who is connected right now. In the name of Jesus, I declare the power of God over your life. I declare the power of God over your body. Maybe you're watching and you're sick right now by the power that rose Jesus from the dead. Romans 8:11, the Bible says the same power that rose Jesus from the dead. If it was able to raise Jesus who was dead, he will still give you power. He will still resurrect every situation in you. Right now, I declare every uncomfortable situation, every situation that does not look like Jesus, right now, I command it to die in the name of Jesus. I release the power of God over you now. I release healing over you now. I release deliverance over you now in the name of Jesus. Receive the light of God now. Receive the love of God now in the name of Jesus. You will not become a victim. You are a victor in the name of Jesus. May this power begin to work in you. May you begin to see light in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. I love you. Keep sharing. Keep commenting. Every time Apiaro TV is live, kindly connect. Apiaro TV, transforming lives with the word of God. God bless you. Shalom. God bless you.